We are stress-free girls, baby. Ati nini kubavu wewe? Sana na pesa yangu. Akamwagi, akamfanya, Naweza makwe, okay. Kikundi ni kikundi unless you are in the mortuary. Kama ni urogi, ama ni Saitani alikujia pesa yake. Kianza kupu macoins. Ate kuwa umeficha hata kama ni mwiko. Wanga wewe. Huyu akiongea na ukali atafukuzwa tena. Hapana tu. Wewe unyenyekee tu. Katia mwanaume mpaka ajikate mwenyewe. Hata hivyo bila nguo usilikate, usirudi kwa nyumba. Sasa unyenyekee hadi that is the thing. Utaacha hiyo mchezo ama utoke. Acha kunikanyaga. Unaweza kanyaga mahali nyingine. Kama wamama madhaifu wanaonanga ni kama tumewanyang'anya watoto yao. Sasa unyenyekee hadi that is the thing. Mimi ni msichana mdogo. Kai na kaiteke. Aita si wewe yako biko. Bichi. Hey. Atikashali unauliza aje? Dunia inaisha. Na nikisema kesho iishe saa hii. Wewe mwache yako. Mama wa Idera tulikuwa na yeye jana, acha kuniuliza kumhusu. Tulikuwa na yeye jana lakini ile mimi nimemkawia. Acha nikwambie. Sasa ile mambo aliniambia jana. Amekuwa na maneno. Ndio maana hamuonangi. Msichana wake si aliolewa na huku Rogoro kwa na huku Western. Sijui kama ni Mjaluo ama ni sijui, lakini ni kabila fulani na huku sijui. Sasa amerudi kwao. Na ile story imemtoa kwa bwana sio kupenda. Kwa sababu kalipoolewa kule, kalienda kakakuwa kichwa gumu. Mother-in Rose haheshimu. Hakuna mtu hata wa kijiji kanaongea rudely. Unaona? Nimetoka Nyeri. Sijui nini mtanijua, na unajua sasa tunakuaga huku wasichana wa Nyeri. Si unajua kama kawaida tuliharibu jina. Sasa kalipoolewa kule kwa kabila kwa a different tribe. Huyo Mkenya fulani. Badala akaenda kule na unyenyekevu, kalienda kufanya nini? Kukua rude kwa wanakijiji. Sio hivyo. Sasa juu umeolewa sasa unyenyekee hadi that is the thing. Takwira karumanaga kalienda huko, kalikuwa kana watusi kwa mama za watu wa mamboga huko na nini kwa soko. Kanaongea vile kanataka. Lakini unajua hata watu wanakuanga na wivu. Unajua aliolewa na mtu tajiri sana. Sasa si ni kujifanya na kusikia vizuri. Hapana. Sasa unajua huyo tajiri, huyo bwanake ndiye alikuwa embarrassed. Alikuwa anakuwa embarrassed. Hata mara mingi hakuwa anapenda kutembea na yeye. Sasa bwana ndiye alimfukuza ama ni kijiji limkataa. What happened? Wazazi wa huyu bwana sasa in-laws wakaona hapana. Hawataendelea hivyo. Lazima waokoe Lia sana kutoka hii mambo. Because ataishi hivyo. Kwa sababu hata wao wanaaibika kwa wazazi wenzao. Unaona? Akaona mama yule akapanga ndio. Akajua hapa hata hatutapotea hapa. Alikama hapo na kasturi. Akajifanya mzuri jioni moja wakiwa kitchen na huyu. Acha kunikanyaga. Unaweza kanyaga mahali nyingine. Akamwambia unajua huku mtu wa another tribe akiolewa huku kwetu, ukipata mtoto first born lazima auawe, akatakatwe na tumkatakate into pieces, na hizo pieces za huyo mtoto wako ukule bichi. Msichana, wewe kama ni wewe ungefanya nini? Siwezi hata chukua kitu. Najikata kitu. Hivyo ndio alifanya. Na kwa sababu kulikuwa usiku, alisema hata travel na giza. Hapana. Ataenda tu, hata alikaa kama amekubaliana na wao, akawaambia ni sawa. Hakuwa ameshika mimba. Lakini alipolala, the following morning wakiamka
hawakupata. Walikuta ameshajikata. Hata hakuambia kwa Nyeri. Sasa so wale succeed kwa plan ya kuwaondolea hii kinyangalika. Kwa sababu huyu jamaa wao alikuwa anaibika na anampenda. Sasa hiyo ndio story mama wa Ivera inamfanya confused. Sasa msichana amerudi na unajua hiyo si haikuwa plan, na alipoenda aliringia wa mama, oh my daughter, my daughter, my daughter. Now my daughter amefukuzwa, na ile story imefanya afukuzwe ni hiyo haikosea watu heshima. Mimi nimetelewa chama leo. Na nakwambia utaacha hiyo mchezo ama utoke. Unajua nimepatana na Maureen huko juu. Sasa nikisikia sasa hiyo ndio nataka kuelezea. Uone hata kama ni wewe ungechelewa. Sasa Maureen aliniambia baba yake, si mnakumbuka venye hiyo familia ilikuwa matajiri. Sasa baba yake alikufa. Wameanza sasa watoto wameanza kujinyakulia kila mtu ile kitu anaona ni mzuri kwake. Saa hiyo mamake, baba yake akikufa, mamake alikuwa na miaka 85. Ni mzee imagine. Sasa wakati tumekutana ameniambia, tulikuwa tumekuja nyumbani, mama yetu alikuwa na birthday last week. Ndio amefikisha 86 years. Nikamwambia hata sikusikia mgeniita ningekuja. Akaniambia ni venye alikuwa na shughuli mingi hata hakukumbuka. Mimi nikasema haina shida. Sasa venye nimeteremka nimepatana na neighbor mwingine wa kwao. Anaitwa Faith. Sasa Faith akaniambia, huyu anakuambia nini? Amekueleza ile kitu amefanya mama yao? Nikamwambia sijui, ameniambia tu amekuja kucelebrate birthday. Nikamwambia haina shida. Sasa Faith ndio ameniambia ukweli. Mimi hata nimeshtuka, nimeshindwa gai. Kwani siku hizi watoto wanataka wazazi wakufe wanyakue mali ama wanataka aje? Sasa si unaona wameuza kila kitu. So hii birthday yenye wamekuja haikuwa ni kama birthday. Wamekuja kuambia mama yao hata kuwa anaishi hapa wameuza nini? Nyumba. Gai akaitake. Wacha hiyo yako viko. Sasa aende wapi? Sasa hiyo ni birthday ama ni kifo? Si kama kumuua, hata mimi ndio nilikuwa nasema. Sasa akaniambia ile kitu yenye iko ati mama yake hakuwa na shida, hata hakuargue, akasema haina shida. Akafikiria kuna venye wamemjegea mahali ingine ama kuna mmoja yao ataenda na yeye. So mama akatulia. Kidogo mama amewekwa kwa gari mpaka kwa hawa wazee mahali wanawekwa. Nyumba za wazee hizo huko sasa. Miji za wazee sijui nini. Huko sasa. Sasa mama akiwa pale juu, huyu Faith amefuatilia, amejua juu alikuwa rafiki sana ya yule mama, yule shosho. Shosho venye amepelekwa kwa hiyo mnaita aje? Wewe ndio unajua kila kitu. Hiyo sasa. Nyumba za wazee. Ati nani amesema chuto? Hapana wewe si mtoto. Sasa wakiwa pale shosho anakaa kado. Sasa unaona Faith ni ile hata anashindwa kama achukue shosho ampeleke kwake, hataki juu sasa hajui familia watasema nini. Lakini sasa kwa hiyo home inaitwa Neema. Neema home. Hiyo Neema kuna jamaa mmoja. Yaani ni wale watu wazuri. Wale watu hata wameokoka. Amekuja akaona huyu shosho hataki kuinteract na watu wengine, haongei sana, akaenda akamuuliza what happened. Shosho akamuelezea story zote venye mzee hiyo yote venye nimewaelezea. Sasa akamwambia lakini hawa watoto wangu hawakujua niko na mali zingine, niko na nyumba ingine iko mahali fulani. Shika hii kifunguo. Unaona to shosho ni watu wa kuweka vitu na hapa, si unaona? So alikuwa ameficha hiyo funguo hapa. Akamwambia shika hii funguo uende kwa hiyo nyumba
kwa room fulani. Sasa ukiingia, alimuelezea ukiingia tu hivi na hiyo nyumba kuna room iko hapo, ufungue kuna box utapata wapi? Pale. So hiyo box, ile vitu utapata hapo juu, usaidie nani? Ujisaidie na yule mtoto yako anakuwaga na shida. Unaona? Sasa huyu jamaa ile kitu alipata kwa box hata hakuelezana. Juli kama alipata gold, pesa, kila kitu. Si amechukua ameenda. Sasa unaona kuna ile amejisaidia. Kurudi pale Neema kushukuru shosho, alipata shosho amekufa. God. Just like mama. Shosho alijinyonga, alijiua. Wakati yake imefika. Tunaona hata shosho alikuwa wale watoto wake wale watoto wake walitoka tu na ile nyumba waliuza. Hawakuwahi rudi. Na wamebenefit tu na ile nyumba wameuza. Kama mtu alikuwa na vitu zidi kama. Nawaambia hivi, hata kama mnaenda endeni tukifikiria ile kazi tunaweza fanya, tusaidie wanini, hata kama ni wakongwe, hata kama ni nani ka project. In fact kuna group nyingine watu walikuwa wanajitolea tu, wanasaidia watoto mayatima, wanasaidia watoto kila wakati, yani wanajituma tu. Nani huyo ni yule mwenda wazimu wa kuhubiri. Kai unamweta mwenda wazimu. Hakuagi mzuri kichwa. Unafikiria Mungu anaona kama disable? Si anapigia hadi neno la Mungu anapeana. Mimi sikatai. Ni disable ama what? Wewe sahihi uko na hizi. Ninasema aje, si ati anaweza kuja hapa ahubiri kitu yenye utaokota mbafu hii. Pole. So ndio nasema sasa nyinyi ni nini baba? Wanapenda makelele hawa. Haya, so hiyo group walikuwa wanashikania, wanachanga, wanaenda wananunua unga, wanapelekea watoto. Mimi mwenyewe nimeshiba. Ngoja ng'ang'ana hivyo. Do you know what happened? In fact Mungu analipanga. Huwezi patiana ukosa chakula. So siku moja, kwa hiyo mimi sijui Mungu. So tunaletwa kuchanga. Sikiza. Siku moja MCA wa kwao akaona hii ni kitu mzuri wanafanya. Akawaambia, what you have always done, nimeobserve. Hata chifu alikuwa ananiambia ile kazi mmefanyia kijiji. So akawaambia, mimi nawapeleka, naenda kuwanunulia kazi kuku mahali. Twendeni. Akawaambia madeni hapo. Alikuwa na gani? Walikuwa wanawake 3. Walikuwa wanafanya hivyo peke yao. Aya. So wakaenda, gari ikaenda. Wakauliza MCA wao, kwani unatupeleka wapi? Akamwambia it's a surprise for you. Kutolewa ngozi. Hii ni surprise kwa kazi yenu imegusa roho ya. Hata mkakula kitu yangu siwezi umia. Wakaenda. Wakaingia kwa hotel. Hii hapo wakapatiwa food. Unaona ile buffet. Wanakula kuku, wanakula nini? Akawaambia mmeshiba. Kujeni sasa tukae mahali tukunywe kitu. Hata kama ni kachai. Wakaenda kukunywa kitu. Wakaenda mahali. Hiyo si mbaya. Wakaenda kwa hiyo room nyingine imetayarishwa. Iko na machai, iko na tujui, iko na tuwai. Hebu nikwambie sharu. Kitambo tu wanakunywa hivi mingi. Guess nani aliingia? Huyo MC alikuwa ametafuta guest of honor. Nani aliingia? Do you know? Ni president aliingia. Yeso. Akawaambia, nyinyi wanawake, mimi nilitumania nyinyi. Nimesikia mambo yenu, MC wenu na chief wenu ameongea, mambo yenu watu wameongea. I want to reward you. Wow. Unataka nini? Mimi ningesema shamba. So nitoka kwa plot. Wacha hivyo. Wote wakasema hawana makao. Lakini wako na shamba na hawana makao. Waambia, mimi nitawajengea huko kwenu. Na mtu akapatiwa everyone 10 million.
nakwambia mpaka sasa wanaponda hakili what they will do. Tununue kasa tukienda home. Tutapatia the next agenda ya meeting. Yes. Before tuongee anything else. Yes. Tukuje na a project. Yes. Tukuje na idea ya nini? Ya giving back. Tusiachwe nyuma. Sawa. Nakwambia tuende watu wa nakwambia wazazi ana especially wanawake watachunga. Sikiza. Mwanamke kafanya hivi, na msichana kafanya hivi, akapata mtoto, akapata mimba ya brother yake. Ya brother yake. Brother yake alikuwa na mlep every day. Right? So mpaka msichana akapata mimba. Wakati mtoto ako na mimba kakiwa kadogo, baba yake siku moja akakuja kama amelewa. Right? Na kwa sababu kamepata mimba, hakawezi kakaambia baba yake, mama yake walikuwa wameachana na baba yake. So walikuwa wameachwa na brother yake na baba yake wakiwa wangapi? Sasa kataambia nani na mama yake hayuko, na sasa ni baba yake tu. So the thing akakaa tu yani ajui atafanya nini. One day baba yake akakuja kama amelewa hivyo, akakuja akaendelea na msichana na yeye kama brother yake. Gai akalala na yeye. Ikakuwa sasa it is the order of the day. Mtoto msichana every day baba amekuja, brother amekuja, hao wote shikilia hapo niulize kitu. Wanajua baba na brother wanajua. Hawajui. Kwa hivyo msichana ako na secret sana. Sasa atafanya nini? Hawezi ambia baba yake hata mimba. Sasa tumagiki na magiki. Anakuta hata neighbor ama rafiki. Kama wenye Hata yeye anataka. Sikiza pia anataka. Si unaona ni aibu sana. Ni aibu. Ni aibu. Na sasa hana mtu mahali ya kuendea. Sasa hawezi ambia baba yake brother yake amekuwa kimrepu. Sasa hawezi ambia brother ati baba yake anamfanyia mambo mabaya. Sasa ni kunyamaza na shida. Ni kunyamaza na shida. Wakati brother amekuja kaukau. Wakati baba anakuja kaukau. So ikakuwa amezoea. Nani huyo? Watoto wako wanatoka shule. So kakafanya nini? Kakazoea. Ati sasa ni kama kawaida oye kuaga. Sasa ikakuwa hivi. Sasa mimba imekuwa imeonekana. So baba anaangalia na sivanga. Hii ni yangu. Kijana anaangalia hii ni yangu. Nitafanya aje? Sasa mimba imeshakuwa kubwa. Baba anaangalia, msichana anaangalia. Wanaanza kuangaliana. Sasa hii ni ya nani? Unajua? Siku ya kuzaa sasa. Ikafanya nini? Ikafika. Baba anampeleka na wakiwa na brother yake. So hakuna mtu anamuuliza mimba ni ya nani. Hakuna mtu kwa sababu huyu anajua ni yake. Huyu anajua ni yake. Hebu nikwambie. Naye Mungu ni wa maajabu. Alienda akazaa katoto. Kalikuwa na pua moja hapa na pua ingine hapa. Every kiungo kilikuwa na kingine mahali. Double button. Mapua ni mawili. Macho ni mawili. So mawili ama anakaa baba yake. Unajua sasa baba yake anakaa both, anakaa both. But within a short time katoto kakafanya nini? Kakakufa. Kakwendeka. So hiyo kukufa ni vizuri kwa sababu ingekuwa very painful to
this girl. Now the problem is aliendelea kukaa huko. wacha hivyo. Mwanamke hata pia serikali inafaa iangalie mtoto wa mwanamke kuachiwa baba. Unajua as you are giving the story najaribu kuimagine. We have laws protecting small girls. Now, especially baba yake akitoka. Nazoros it is very tricky. It is about who is performing what kile wenye watoto wanataka kukaa na nani. Instead of first of all evaluating mambo mingi sana when they are considering these cases. Lakini hii mambo ya watoto nayo hata I don't know. Hata you know, sasa huyu ni mtoto mdogo. Yes. Ndiye anapata katoto na watu hao. Halafu unapata in a different situation. Na wacha hivyo. Mama ameolewa wa miaka 12. Yes. Na ndio sasa nataka ukompare hiyo na mama mwenye ameolewa in a very good setting. Yes. An adult, alafu amekosa mtoto. I mean, nakwambia what happens? Inakuanga na kisirani. Usikiaji, maskini anaambiwa kule maini na maziwa. Tajiri anaambiwa kule papai. Na kutelelea chemsha kule chumvi na mafuta. Yaani life haina balance hata kidogo. Na ule anaambiwa kule maini hazi afford. Na wapeleka ate. Kakule. This life is very unfair. Haina balance. Umesikia ile story ya baba Wakonyo? Wakonyo the yule mwenye aliachwa na bibi kitambo. Huyo mzee sasa aliachwa na bibi. Sasa akakuwa na mazoea anaenda kwa mabibi za watu. Sasa siku moja kuna mama fulani amekuwa akimtain na anaona. Anaenda kwa mama fulani kila siku na anaenda masaa ya saa 4. Yaani saa 4 mchana ama saa 4 usiku wakati watoto wamelala. So watoto wa hiyo nyumba ikakuwa ni mazoea. Mzee siku moja akasema leo ni leo. Mpaka nijue ukweli ile kitu ina happen. Akaambia bibi yake nimeenda na nitakuja after 1 week. Akatayarishwa, wakaenda town, akaenda akafanywa shopping ile yenye itamsimamia hiyo 1 week. Sasa vile walienda, mzee akajifanya ameenda na akapanda gari. Hakuenda bari, alifika tu hiyo town next, akarudi. Sasa akakaa Kisugu. Wakati saa 4 imefika, kama mazoea, yule mzee amekuja. Kama kawaida. Ndio. Amefika kwa nyumba sasa. Mtu hapo. Amefika kwa nyumba, haikuwa mzuri sana. Huyu mzee alikuwa amekuja na nyama. Hata hapo amepika ile nyama. Jure immediately alienda na akarudi. Sasa hapo unajua ni ile inaitwa ya kuingisha huko kama mahindi kamoja ndio ikaribie. Huyu mzee akakaa akashindwa, sasa hii nitafanyia nini? Niue bibi, niue huyu mtu. Kitu ya kwanza akaambia bwana kaa chini. Mzee akakaa chini. Ile nyama yote ikiwa bichi, kula. Amekula nyama ikiwa bichi. Amekula ikiwa bichi. Sasa kidogo alikula kidogo kama 1 hour. Baba Wakonyo amekufa. Amekufa na amekufia kwa nyama bichi. Amekufia kwa hii nyumba. Lakini hata alikuwa ametandikwa kidogo tu. Ametandikwa kidogo tu ile kula nyama. Kula. I can imagine. Na ni bichi. Sasa venye tunaongea huyu mzee amezikwa, naye huyu mzee mwenye boma ako Kamiti. Sasa hata ile kitu tunashindwa kama wana kijiji tutasaidia aje? Sasa huyu ameshikwa juu ya kuchukua law, sheria inaonekana ni kama ni amemua. Hapana, si hata yeye alichukua ya bibi mikononi mwake. Kitoweo ya wenyewe. Lakini hakuwa na bibi, hakuwa na shida. Hata bibi hajekula hiyo nyama kama mimi ningekuwa naulizwa. By the way, kwa nini alipanish huyu na bibi sasa anamuita kwa na cooperate juzi? Wangekula wote wawili hapo. Wangekula. Na ndio unaona watu wanaharibiwa. Unaona juzi nilikuwa na watch tu TV. Nikiona tu news za Triple P. Nikaona ati kuna mjana alikuwa ameletwa hapo. Akona kimdomo kinakaa keumbwa. Ni mtu lakini mdomo ni ya umbwa. Amefanywa hivyo kwa nini? Alienda kukula mali ya wenyewe. Ido siene. Bibi ya wenyewe. Ni. Sasa huyo instead ya ampige ama amfanya nini? Akampeleka kwa
inaitwa mcha. Mcha iweka mtu mdomo ya nini? Ya mbwa. Ya umbwa. Sasa huku ni mtu, huku ni mbwa. Sasa Anaishi msituni. aishi Anakaa kwa nyumba ama sasa unajua anakaa. anabaka. Ati kubaka ama hakuna kitu anafanya. Watu wanashida kumwangalia. Una imagine mzee wako amekuja huku ni mzee wako na mdomo ni ya umbwa. Hata atakubali kukuja. Ataitikia. Sasa wanakisi. afadhali hiyo. Hata ama ageua tu. My biggest worry. Afadhali hiyo. Hiyo Waishi wakimuona. Ati Gachari unauliza aje? Dunia inaisha. Na nikisema kesho iishe saa hii. Wacha hiyo conversation imeanza. Unajua Mimi niko na mambo mingi sana sijafanya. Nataka kwenda. Aende kivyake. Haya, I'm saying so. Unaona? Nasema dunia itaisha Kagure juu ya hivi. Shule ingine yana hapa kwetu. Si unaona vile inakuanga na our head teachers wako karibu kuretire. Yes. Una imagine head teacher ana retire, haizi itikia msichana mdogo kama mimi niolewe na kijana wa rika yangu, anataka tu kuniharibia maisha. Akuoe. For example. Sasa huyu Wewe nasema mimi ni msichana mdogo. Kwa a retiring person. what I'm saying, si mtu akikubali akitaka ndio anajipeleka. Hapana, kuna vile una nini kunaitwa kutraitaniwa mpaka unaitikia charasi. Nikuulize. Kama saa huyo alikuwa anaambia huyo mwalimu. Sasa wewe Joy, to a 60-year-old man, are you young? No. I'm not. Even Okay. Okay. Yes. So ikakuwa anje. I'm getting the question. She is asking, kwa mzee wa miaka 70 kwangu, mimi ni mdogo kwake, namwambia hapana hata 80. Uko sawa. Yes. Baba ni hivyo. ndio kadiga nakuulizaje? So story ikaenda Sasa huyo head teacher, unaona hawa walimu wanakujanga kunini, wanaletangwa kuonekana kama wamejua kusomesha teaching practice. Kasichana kakakuja. Head teacher huyo kuanguka na kasichana. Haya, venye alianguka na na huyo si kasichana. msichana, ni mtu amesoma na ameenda college. Lakini kwa miaka Lakini yake si mama. nijue huyu head teacher Kwani ako na mama bibi, yake ako na watoto. Hiyo age gap ni kubwa. Wewe unasikia story na unalala. Unalala wapi? Wake up. Ni kubwa. Haya sasa huyu head teacher si ati hata ni wale watu wazuri ati tutasema ataoa haka kasichana kakiwa second wife. Hapana, ni kama kukachezea. Kuharibu tu. Yaani kukaharibia tu maisha. Ako na huku, yani ni wale watu wa kutambaa kila mahali. Ako na huyu, ako na yule, ako na wengine huko nje, staffs huko kama wote wanajuana. Okay. Sasa ikaenda hivyo. Haka kasichana kazi yao ilikuwa tu mapenzi, pesa, anakapea kila kitu, lakini So kameingiana mzuri. kameingiana vizuri, lakini sasa haka kasichana kanakaa kanafanya hesabu yake kenyewe, kanaona na huyu mzee ni kama ananiharibia maisha. Mapenzi ananipea mzuri, pesa ananipea mzuri, lakini na mimi mwisho maisha yangu Na hata hii ni kitu tayari iko karibu kuenda. hii ni kitu hata imeisha version. It is expired. Sasa kasichana kaka decide acha kaachane na hiki kimzae, kachukue kijana wenye amekuja internship, wenye wataweza kuanza maisha. Wakakuwa in relationship. Wakakaa. Head teacher akakuja akajua. Sema kupea haka kasichana pressure. Anga sijui mara kama utaachana na huyo kijana nitakufuta kazi. Anga mara kama hutafanya kazi huku Na kumuonea makosa. na kushinda akikatafutia makosa. Sasa unaona sasa haka kasichana kakafika mahali kakapata stress. Sasa kakipata stress huyu mwalimu ana insist tu warudiane na hebu niambie kama hiyo itawezekana shwari. Sasa kukaenda aje? Internship ni kitu ya kushinda ukistiriwa na Mungu. Ukipewa stress. Si aende. Akatafuta kuishi. Sasa hata yuko hapo kuajiriwa. Hata akiajiriwa kwani anaajiriwa kwake? Si kwa Kwa serikali. nyumba yake.
Sasa mnamcholea aje huyo Hedi? Sasa huyo Hedi mimi naomba apate ritaya yake haraka. Mta yake haraka ama tuchukue matege. Wacha aende pole pole. Hapana, sio pole pole hapo. nyumbani. Hapa ni haraka haraka tu anaharibu maisha ya mtoto. Hebu na atafutane na wangu nijue. Huyo tunafaa hata tujue. Ndio nauliza hata wakati mwingine najiulizanga. Unaona mzee mkongwe amejikokota kasichana kadogo kadogo. Anaweza shukua anje akapata msichana wake yeye mwenyewe. Anaweza sija. Ataua sasa. Hiyo ni wenye wana. Sasa kiua ni uchungu kwa wengine. Anasikia uchungu. Ni uchungu kwa wake lakini ni kawaida kwa mwingine. hiyo inaweza kuwa nini kweli.